Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafurahi mtumishi wa Mungu kwa kuwa upo salama, unapumua kwa mapenzi ya Mungu na neema yake pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo na ujumbe ambao nataka nikuletee tujifunze pamoja. Mimi na wewe, naamini utabarikiwa sana. Injili ya Mathayo mstari wa 15 na ile sura ya 18. Mathayo 18 mstari wa 15 amlazi. Biblia inasema, na ndugu yako akikukosea, nenda umonye. Wewe na yeye pekee, akikusikia umepata nduguyo. La, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Kwa maana hiyo Biblia inatufundisha kwamba ndugu yako akikukosea, usinyanyuke tu na kuanza kusema ubaya wake aiza, au unajikuta tu kosa hilo aliyokukosea mara ya kwanza unanyanyuka na kuanza kumsema. Biblia inatushauri kwamba ndugu yako akikukosea mfuate na umuonye, kwamba mara kwanza nimekuonya hiki, unakiona hiki kiache. Kama ukiona bado habadiliki, kama nizungumzie mfano watumishi wa Mungu, waimbaji, wahubiri, wainjilisti, binadamu wote hujakamilika, habari ndio ukiona kuna sehemu umekwama, nenda kumshauri. Akikusikiza basi maisha ndio yanaendelea. Lakini kwa sasa hivi ninavyoona hiyo haipo. Na ukiangalia vizuri sasa hivi mtu akikosea tu utaona tayari posti zake kapostiwa. Hiyo sio vizuri. Mfuate ndugu yako, umuonye kwamba hiki sio kizuri, hiki hapa sio hakiko sawa. Sasa hivi hata ukifuatilia sana, warokole tunaliua kanisa. Inaniuma kwa sababu hatuonyani, yani hatushauriani kwa kufuatana, kwamba tunaambizana kwamba ukweli ni huu hapa. Utashangaa tu mtu umekosea, unapostiwa mtandaoni, unaonyesha kila kitu. Hiyo sio sawa. Watumishi wa Mungu, tufuatane basi, tushauriane. Mtu anapokosea mfuate na umuonye, sio kwamba uanze tu kuchukua hatua na kumposti.